Dulizo. Kia vipi? Fresh kabisa. Vipi mbona leo kinyonge? Kia niliwahi kukwambia kwamba nahitaji kuoa. Sasa nadhani unakumbuka makini. Leo shemeji yako amenifuata na kunieleza kwamba ana matatizo. Shanza tena. Mwanamke ana matatizo wapi yule? Mwanamke kanyoka kama rula. Ana matatizo wapi? Kia mwanamke mzuri kweli, sijakataa. Lakini binadamu matatizo tumeumbiwa. Kwa hiyo tatizo lake ambalo amenieleza ni kubwa, ambalo kiasi kwamba moyo wangu umeshtuka sana. Shemeji yako ameniambia kwamba ana tatizo la kushika uzazi. Sasa na sio kwamba humuelewi mdogo wangu. Sijui hata nafanyaje kwa kweli. Hapo Dulizo, kiukweli ni changamoto. Kwa sababu unajua karne hizi tena wazazi wetu wakiona mtoto wao ameolewa ndani ya mwaka mmoja tu hajapata mtoto, inakuwa kwa ni changamoto. Utaanza kusikia bugza hii na hii, mwanamke hazai, mwanamke anajaza choo, shona. Ili uepukane na hayo nikikwambia usimwoe mwanamke utaona na kukosea. Lakini mimi nikwambia kitu kimoja basi kama ushauri. Wewe mwanamke si unampenda? Nampenda sana Kia kwa kweli. Au sio? Sasa kama wewe mwanamke unampenda, mimi nakushauri muoe mwanamke. Kwa sababu yule anaenda kuishi na wewe, aende kuishi na wazazi wako. Sijui umenielewa hapo? Nimekuelewa sana. Basi fanya hivyo. Asante sana, nitafanya kazi. Basi sawa, mimi naenda zangu chini hapo kidogo. Kwa hiyo nikwambie baadaye. Asante sana. Lakini punguza mawazo baba, utakufa wewe. Yusra mdogo wangu. Jambo ambalo mimi nimekuitia hapa ni kutaka kukueleza juu ya swala zima la ndoa yangu. Nataka kumuona tena. Kuna msichana ambaye nimetokea kumpenda sana. Sasa nishakaa naye kipindi kirefu. Kwa hiyo ule muda umeshafika na mimi sasa kuoa ili nimlete ndani awe kama wifi yako. Lakini huyo mwanamke amenieleza kwamba ana tatizo kidogo. Tatizo gani? Sijui hata nakueleza vipi ili upate kunielewa. Nielezee vyovyote nitakavyofahamu. Mwanamke ambaye nataka kumwoa mimi ana tatizo la uzazi. Tatizo la uzazi? Kwa hiyo unaenda kuoa mwanamke ambaye hana uzazi, unaenda kumwoa alafu sie mtoto tutapata wapi? Hivi kwa nini nikuulize Yusra? Hata wale wagumba nao hawana haki ya kuolewa? Hata kama wewe unaenda kuoa mwanamke hazai, miaka yote ukae ndani tu na mwanamke ajaze choo, hana mtoto, wa nini sie mwanamke huyu? Unakosea Yusra. Yule ni mwanamke ambaye mimi nimemchagua. Hapa ndani humwe mwanamke mgumba, hatutaki mwanamke ambaye hazai, na humu ndani ukimwa mwanamke mwenye mgumba utatoka wewe ndani au nitahama mimi. Nitaenda kutafuta nyumba ya kukaa, lakini mimi sikae na mwanamke ambaye hazai. Nitaoa. Maneno hayo nishakwambia, huoi. Mume wangu. Naam. Sio sawa mkoba. Sasa chango chukue. Haya sawa, nakusubiria. Ya wapi hiyo ifiki penzi? Naona mshapendeza yenyewe, nataka kutoka. Kazi kukaa kujaza choo tu ndio mambo yenu ndani yetu. Hivi wifi, kwani mimi nimekosea nini hasa? Umenikosea nini hujui? Miaka yote ulokaa hapa ndani uliolewa, hujatuletea hata yule mtoto wa dawa. Wa nini wewe kazi kukaa ndani ukajazia choo tu?
Na huyo kakaangu hana kazi kwenda kuchukua mzigo huko akauleta huku. Kwa nini? Vipi jamani? Safi mume wangu, nilikuwa nakusubiria tayari. Tayari. Umefanya nini mwenzako? Sijafanya kitu. Kwa nini unamfanya nini? Sawa. Sisi tunaondoka siku 2. Karibuni. Safari njema. Kwa hiyo hili swali la gombana liliishe. Usinifundishe. Nafanya jambo nalolitaka katika nyumba hii. Sawa, kama unasema. Karibuni. Karibu. Vipi, naona umechelewa sana? Ndio nimechelewa, lakini subiri tuongelea ndani. Huo ndio ujinga kwa Dulizo. Yaani ukimpigia simu hapokei na akipokea mambo yake ndio mimi sipo. Lakini leo naona kama mlango uko hasi. Dulizo. Lakini pengine yuma kwa sababu mlango si kawaida hii. Na yu. Na ndio tabia gani unaoifanya hii? Kisa kaka yako ametoka, unaanza kuingiza mabarobaro. Acha mabarobaro, nitaingiza hata mababu. Wewe hayakuhusu. Na yu. Mbona unajifanya ngedere sana we? Si ngedere, zaidi ya ngedere. Sasa sikiliza. Kwa hichi sikifumbii macho. Naenda kumwambia kaka yako. Sikiliza babu. Mtulia hapa.